kuchambua kitabu cha ufadhili. Okay. Maana hiki kitabu naweza nikasema yani nimekisoma zaidi ya mara 3 sijui. Okay. Hakiniishi hamu. Kinaniliza. Mara zote 3 ninazosoma kinaniliza. Especially hizi peji yani 3 au 2 za mwisho. Yani 3 au 2 za mwisho. Yeah. Sidhani kama hakuna mtu ambaye amesoma hiki kitabu. Nasi. Really? Kabisa. Nakubaliana. Kwa mwanamke atalia, kwa mwanaume hapa ndio unaweza mkajikaza kaza. No, lakini nimesikia wasomaji wa machozi. Yes, nimesikia. Wameniambia yes. Wanalia. Lakini katika hiki kitabu hamna kitu ambacho kinakera, kinauzi, kinakupa hasira kama Dania. Okay. Huyu Dania. Ni mwanamke ambaye sijui nisema wa aina gani au alikuwa na roho ya aina gani au ulimpa sijui roho ya aina gani. No, watu hivyo wapo lakini wanawake wa hivyo wapo. Yaani wapo. Sasa hivyo wanawake tumefikia hatua kwamba tunashindwa kujua upendo wa kweli ni upi na udanganyifu ni upi. No, unajua au ndio ukipenda tena mapenzi upofu. There you go. Kwa sababu mimi my take on this one ni kwamba wanawake most ni wanawake. Mnaanza kufikiria kwa moyo kwanza, akili inafuata baadaye. Na mara nyingi watu wengi wako kwenye mapenzi hata wanaume, lakini wanawake mara nyingi. Unajua mwanamume unaweza ukapenda lakini ukafika sehemu ukasema hapana. Huyu mwanamke anaponipeleka sipo, yes. Lakini mwanamke yeye moyo tu. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kuhusu Dania nitakwambia ni moyo wake ulikuwa kwa Jerry. Ingawa Jerry alimtenda lakini alivyojitu mara 2 hakuona taabu kumsaliti. Kwa sababu Jerry kamtenda mara 2, si ndio? Yes. Na pale ndo akili kakaa sasa. Sasa akili inakuja kukaa inakuwa tena too late. Majuto ndo nasema unapopeleka maamuzi kwa moyo, tarajia majuto mwishoni. Na ndo kichomkuta Dania. Yaani Dania amekuja kujuta dakika za mwishoni, alafu sasa ndo uhai alopewa Gadi nao umefikia ukingoni. Na Gadi naye amekuwa ni mtu wa kuchandwa. Na hata hivyo kukosa. Wewe ni mwanamke wako wa kwanza akamfanya. Wa pili naye kamtenda. Gadi alikuwa fungu la kukosa. Yeah, lakini you know what? For me kuniuliza kama mwandishi au kama mtu tu mawazo yangu sasa kwamba unajua watu wenye moyo kama wa Gadi sawa, wanatendwa wanaumia, lakini wanakuwa na kitu kimoja kwamba wanafaidika nacho kwamba hawaishi na ile majuto. Yes. Guilty kwa haipo. Sasa mtazame kama mtu kama Dania. Majuto yani ndio anayo mpaka yani sasa ndio yani yule mtu ambaye alimpenda yuko kwenye moyo, kwenye ini lake, utaishi nalo say. Yeah. Kwa hiyo the only way ambayo yeye anaweza akaondokana na majuto yale labda sema ajiue afya sifa. Kitu ambacho kitamwia ugumu kwa sababu kuna Junior pale mtoto wake. Yes. Lakini vile vile kuna kipande cha mtu ambaye alofanyia aishi kitu ndani ya mwili wake. Kwa ina maana Gadi angekuwa amekufa bila sababu. Yaani amekufa yeye, yani yeye amepata pumzi. Yeah, kwa sababu ya Gadi. Yaani Gadi katoa pumzi yake kampa yeye afya akafa. Yes, kwa hata kama fikiria kujua ni kwamba atakuwa kwanza atamkatili hata aliyempa ini lake. Yeah, sasa maana nakwambiaje baada ya majuto apinge na kaza. Sasa majuto yake yatakuwaje? Yaani baada ya Gadi kufa Dania ameishije, yukoje? Yani maisha yake ni majuto tu. Sio maana hebu I really want to know after hivyo. Sikiliza wimbo ambao tumeutengeneza. Okay. Kwa kufuatisha hicho kitabu cha Fadhili. Na hiyo wimbo mimi ningependa hata wasomaji wangu nao wapate nafasi ya kusikia. Hapo? Wapate kusikia. Wausikie alafu wao wenyewe labda wataonyesha appreciation kwamba bwana kwa wimbo bwana mimi nitachangia 1000, 5000, 1000 ngapi, yani alimradi niwekee sehemu ambapo watadownload, watausikiliza afu atalipia kidogo. Okay. Just listen afu utaniambia jinsi gani majuto anayoishi nayo Dania alikuwa baada ya kufa kwa Gadi. Okay, let's listen. Kilo cha Dania Gadi moyo unaungua, singeli ya maumivu, nilikuwa natetemeka, mwili umedhoofu nikiwa
maji likapatikana na kupa uhai wa kesho. Sikujua ulikuwa wewe Gadi, moyo wangu unajisaga, wewe unauma bado unanipa ini lako. Mungu, nilikusaliti nikakwacha, bado ukanipa pumzi, upendo wa dhati hata kwenye mauti. Barua ilikufikia ikakurudisha, si kwa kunibeza bali kunibembeleza, yaani maumivu haya. Oh Gadi, wewe moyo wangu unalipuka, ini lako lipo ndani yangu, nafsi imejaa majuto. Wewe ulihama duniani nikabaki na pumzi zako. Fadhili, penzi wa kweli, kwa nini ulikufa Gadi? Ocean Road jioni, jua linazama, machozi yanidondoka. Wiki moja sasa lakini ukweli mchungu tena. Wapate huu wimbo. Tatafuta namna ya kuwekea somewhere kwenye website. Wao wanaingia pale, wakitaka wana download, wanalipia. Tena mimi nitakufanya. Pay what you want. Okay. Akitaka kulipa 500 fine. Akitaka kulipa 2000 sawa. Akisema mimi nataka kulipa laki. Yeye tu. Okay. Yaani kuonyesha kwa sababu unajua hii kitabu ni timeless. Yaani timeless. Ina miaka mingapi na? Sasa hebu mimi nitoka mwaka 2004. Na hii ni It's a long time. karibu miaka 20 sasa. Anazaliwa anaenda na kasomea wake au mkeo. And it's there. More than 20 years. Na nikikwambia timeless it means na kitabu ambacho miaka yote ladha iko pale pale. Iko pale pale. Kiasi kwamba tunasoma mpaka shule. Yes, mpaka sana. A level. Yeah. Ina maana watu ambao wako A level sasa this year 2026 kinawaliza bado. Na wale ambao wamesoma miaka 15 iliyopita, 10 na ngapi iliyopita, sijui yuko 20 kilipotoka for the first time kimwaliza. Hiki kiko pale pale, chujishwa, hakijachakachuliwa. Tangu ulitoka mara ya kwanza mpaka sasa ambao ni 2026. Yeah. Kiko vizuri. Good job. Thank you. Bye.